Kama nilivyosema, lengo la session ya leo ni kuweza kuchora mstari uliopo kati ya teknolojia ya blockchain pamoja na fursa ambazo zimejengwa juu ya blockchain. Watu wengi wamekuwa wakiambatanisha vitu hivyo pamoja, na inapelekea watu wengi sana kudanganywa, kupoteza pesa zao, sio kwa sababu blockchain ni mbaya au teknolojia iliyojengwa kwenye blockchain ni mbaya, ni kwa sababu watu wamekuwa wakitumia teknolojia hiyo kutengeneza au kutumia teknolojia hiyo katika janja janja zao. Sasa kinachokuja kutokea the end, inayochafuka ni blockchain, kwa sababu mtu anasema bwana, mimi niliambiwa ni blockchain. Kwa hiyo yani akisikia blockchain kwake it's a red flag, na hataki kufanya uchambuzi au uchunguzi wa fursa iliyojengwa juu ya blockchain. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapa. Tuna teknolojia ya blockchain, halafu tuna fursa zilizojengwa juu ya blockchain. Sawa? Na tulikuwa na kipindi kimoja kizuri sana recently, inaitwa Blockchain Gala. Kulikuwa na event moja nzuri sana ambayo kwa mtu ambaye hakuweza kuhudhuria, basi kuna vitu ambavyo tulivikosa, lakini nilijitahidi kadri ya uwezo wangu na jinsi Mungu alivyonikirimu kujaribu kuielezea teknolojia ya blockchain ni kitu gani, inafanyaje kazi. Na kwa watu wengi ambao walikuwa wanasikiliza, ilikuwa ni ngumu sana kwao kuielewa ile teknolojia kama teknolojia inafanyaje kazi, changamoto zake ni zipi, faida zake ni zipi. Lakini kitu ambacho watu walibeba ni ile general perspective kwamba teknolojia ya blockchain ni teknolojia mama au teknolojia ya msingi ambayo juu yake tunaweza tukaitumia kutengeneza fursa tofauti tofauti au kutengeneza what we call implementations tofauti tofauti. Na hii teknolojia ya msingi ni teknolojia ambayo inawezesha, sawa, inawezesha ujengwaji wa let's call them programs, au sasa hichi ambacho tumekizoea sisi kuita programs, huduma, fursa, kwa misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni transparency. Hii ni uwazi, kwamba tunapozungumzia uwazi kwenye blockchain, maana yake kitu chochote ambacho kinajengwa kwenye blockchain, tukija sasa kutumia ile program au huduma au ile fursa, vitu vyote vinakuwa wazi. Na hii transparency tunaweza tukaiona kwa kuangalia vitu vinavyoitwaga block explorers. Block explorers. Block explorers zenyewe ni kama nini? Kama utaisikia sijui BSC scan, utaisikia sijui ether scan. Hizi ni explorers ambazo ukiingia humu, kama umefanya miamala kwenye blockchain husika, ule muamala unaukuta. Sawa? Kwa hiyo teknolojia ya blockchain imeruhusu kujenga kwa program, kwa huduma au kwa fursa, na utekelezaji wake au zikiwa implemented, ukiaccess huduma, kila kitu kinakuwa ni wazi. Kitu cha pili au msingi wa pili wa teknolojia hii ni kitu kinaitwa immutability, kwamba taarifa zikishahifadhiwa, zikihifadhiwa haziwezi kubadilishwa. Sasa hili ndo neno ambalo watu wengi wamekuwa wakilitumia vibaya kwenye teknolojia ya blockchain, kwamba mtu anasema bwana, hii project imejengwa kwenye blockchain, kwa hiyo maana yake iko very very secured. Lakini uhalisia ni kwamba sio kwamba
pesa zako, kwa kuwa mfumo au huduma au fursa imejengwa kwenye blockchain, zinakuwa salama, ila ni kwamba teknolojia ile inafanya taarifa ambazo zinahifadhiwa ziwe salama. Kwa hiyo security, immutability watu wengi wanapenda sana kuiita security. Kwa hiyo security sio in terms of kwamba fursa hii haina wizi. Ni ile in terms of kwamba taarifa inayohifadhiwa haiwezi ikawa meddled with. Kwa hiyo taarifa inakuwa ni salama. Na msingi wa tatu ni decentralization, kwamba katika mfumo huu hakuna one central authority, kwamba hakuna one central authority. Kwa maana yake ni nini? Maana yake maamuzi yanakuwa decentralized, database ile ya kuhifadhi taarifa inakuwa decentralized and all that. Hiyo ndio teknolojia ya msingi ya nini? Ya blockchain. Kwa mpaka hapo tunavyozungumza, utaiona teknolojia kama teknolojia yenyewe haiko biased towards any direction. Yaani teknolojia ya blockchain haiko biased kwenda kwenye direction fulani, kwamba ukishasikia tu neno blockchain basi ni neno lenye upako, fursa ambayo inajengwa kwenye blockchain basi inakuwa ni salama. Hapana, ni teknolojia ya implementation. Yaani watu wanapenda sana kuifananisha blockchain kama operating system. Juu yake ndo unajenga sasa hizo huduma, hizo programs, hizo fursa ambazo sasa wewe unaletewa. Kwa hiyo unapoletewa fursa inayojengwa kwenye blockchain au iliyojengwa kwenye blockchain, teknolojia tunaiweka pembeni, tunaiangalia ile fursa kama fursa. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat yako, utaandika 111. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat yako na uandike 111. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat uandike 111. Okay, that's good. Hiyo safi. Sasa sasa tunavyokuwa tunatazama hizi fursa, si ndivyo? Tunavyokuwa tunazitazama sasa hizi fursa ambazo zimejengwa kwenye blockchain, lazima tuvue ile teknolojia ambayo ipo nyuma, tuichunguze fursa kama fursa. Najua kuna watu ambao wameshawahi kusikia bwana, Bitcoin ni wezi, mimi niliibiwaga na Bitcoin. Bitcoin ilinifanya hivi, Bitcoin ilinifanya vile. Lakini ukifanya uchunguzi kidogo tu, ukajaribu kusoma, utajua kwamba Bitcoin sawa, inatumia blockchain sawa, kufanya implementation ya wazo ambalo tunasema ni nini? Peer to peer cash transfer. Mimi napenda sana kutumiaga mfano wa Bitcoin kwa sababu kila mtu anaijua Bitcoin. Bitcoin ilivyotengenezwa mwaka 2008, proposal yake ilivyotoka ikaanza kutumika 2009, Bitcoin ilikuwa ni peer to peer cash transfer, kwamba lengo lao wao walikuwa wanataka kutengeneza mfumo wa kutumiana pesa, lakini mfumo ule ulijengwa juu ya blockchain, unlike mifumo yote ambayo ilikuwepo kabla. Kwamba Bitcoin ilitumia blockchain kuachieve kutumiana pesa, na ndio maana ukifuatilia scams nyingi za mwanzoni zamani ambazo zilianzaga kutumia crypto, walikuwa wanatumia Bitcoin kama mfumo wa malipo, kwamba utatoa pesa yako
milioni ngapi, utaenda local Bitcoin, utanunua Bitcoin alafu utazituma kwenye ile scam. Kwa sasa ile scam inavyokufa, mtu tayari directly alikuwa na translate kwamba mimi nimeibiwa na nini, na Bitcoin, lakini pale alichofanya ni kutransfer value, kutransfer cash kwa kutumia Bitcoin. Advantage ya Bitcoin na advantage ya blockchain kwa ujumla ni kwamba teknolojia hii inaongeza accessibility. Blockchain inaongeza accessibility. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kutuma pesa anywhere across the globe ilikuwa ni rahisi. Kwa hiyo scammers wakacapitalize that kwamba bwana, hii Bitcoin kuitumia ni rahisi. Kwa hiyo tuanze to move kutoka kule tulipokuwa kutumia kina Perfect Money, kina Payee, twende kwenye kutumia Bitcoin. Kwa hiyo ilikuwa ni move kutoka kule kina Perfect Money, sijui ile kina Payee, wakaenda kuanza kutumia Bitcoin. Na sasa ili kuweza kuwateka watu vizuri, yale makampuni ya zamani yalikuwa yanajiita Bitcoin something, unakutana na sijui Bitcoin Advantage, sijui Bitcoin nini, sijui BitClub nini, yani yanajaribu kujirap around the technology itself ili nyinyi muamini kwamba tunawekeza kwenye Bitcoin, lakini walisia ni kwamba ulikuwa unawekeza kwenye scam. Tunatumia Bitcoin kama mfumo wa malipo. That is why kabla haujaweka pesa yako yoyote, lazima kwanza wewe ufanye analysis kwamba hii pesa nayoiweka ni kwenye kitu gani. Blockchain ni teknolojia ambayo inaniwezesha mimi kuipata hii fursa. Je, nawekeza kwenye nini? Sawa, kwamba blockchain inakuwezesha, blockchain inakupa access ya fursa. Sawa, sasa swali ni unawekeza kwenye nini? Sasa ili kuweza kujibu hilo swali, lazima wewe binafsi uwe at least unakauelewa fulani. Yaani uelewa ni lazima uwe at least una some basic knowledge, ili mwisho wa siku usije ukasema bwana, mimi nilienda kuweka pesa pale wakakimbia na hela zangu. Lazima ujijenge. Lazima wewe binafsi ujue jinsi gani ya kufanya uchambuzi wa crypto. Na that is a very very sensitive subject ambayo kwa kweli inahuzunisha. Yani it really saddens me. Tunapozungumzia fursa ambazo zimejengwa kwenye blockchain, sawa? Ukitaka kupata pesa au kutengeneza pesa kwenye fursa ambazo zimejengwa kwenye blockchain, lazima ununue crypto. Yani ipo hivyo kwamba lazima utaweka pesa yako ununue crypto. Sasa swali linakuja, je, nanunua crypto gani? Hilo ni swali ambalo watu wengi wanauliza. Na hata mimi nikitoa video ya kuelimisha watu, bwana, nunueni crypto au fanyeni analysis kwenye crypto, mtu anakuja tu moja kwa moja, bwana, ninunue crypto gani? Na najua hata humu ndani tuliopo kuna watu ambao their question is, hivi ninunue crypto gani sasa hivi? Sasa ili kuweza kujua hivyo, lazima ujue vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, neno crypto, it's very generalized. Sawa? Crypto ni programmable asset. Sawa? Programmable asset in the blockchain. Yaani kitu ambacho kinatofautisha dola na USDT ni kwamba both of them are digital. Unajua sasa hivi pesa asilimia kubwa ya pesa ipo digital. Lakini the difference ya dola USD na USDT ni kwamba USDT ipo kwenye blockchain. Kwa hiyo crypto ni programmable unit, hata sio asset, Mungu wangu. Crypto ni programmable unit ambayo inakuwa kwenye blockchain. Kitu ambacho unatakiwa kukiona cha msingi ni kwamba crypto ni programmable. Kwamba ili kupata coin unaandika, sawa? Unaandika program kwamba hii crypto itaitwa jina gani, zitakuwa ngapi,
all that stuff unaiandika. Je, tuta release zote at once au tutakuwa tunafanya minting, itakuwaje? Hiyo yote inaandikwa kwenye blockchain. Kwa hiyo kile kitendo cha kwamba hii ni crypto, usiipe uzito wowote, kwa sababu ni mtu alikaa akaamua, kama mimi mama yangu alivyoamua akaniita Charity, si ndivyo? Unaamua tu bwana, mimi natengeneza crypto inaitwa Charity, zitakuwa milioni 20, nitazideploy kwenye blockchain fulani, nitazitumia kwenye project yangu, si ndivyo? Kwa hiyo crypto yenyewe ni program, mtu anaamka anaipa jina, anaipa idadi. Kwa hiyo sasa wewe kama mwekezaji lazima ujue ile crypto nje ya jina na idadi ina kazi gani ulimwenguni. Hapo ndo ambako pesa ipo, sawa? Yaani hapo kwenye crypto ndipo ambako pesa ipo. Lazima ujue ile program ambayo imeandikwa zipo kiasi hichi zitaenda kutumika wapi, sawa? Yaani kulikuwa na mfano ulitolewa kwamba kuna vitu ambavyo vipo in abundant lakini havina thamani kwa sababu havina kazi. Kwa hiyo kulipita wimbi la watu ambao walikuwa wana interest kubwa sana ya kununua meme coins. Ilikuwa kipindi fulani watu wana hype kubwa sana ya kununua meme coins, na nilikutana na mtu ambaye alikuwa anauziaga watu Solana kipindi hicho. Anakwambia ni watu wanaoweka pesa ni wengi, wanaotoa ni wachache sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo kwamba watu waliaminishwa kwamba ukinunua hizi meme coins utapata pesa nyingi, lakini you have to know kwamba ile meme coin jina na idadi it's just programmed. Thamani halisi inakuja kwenye nini? Kwenye utumikaji wake. Na that's why ndio kitu ambacho tunatakiwa sasa tukiangalie sisi, tujifunze kwamba crypto ni programmable unit, ndio hivyo. Mtu anaamua crypto iweje, sawa? Lazima tujue thamani ya crypto inatokana na utility, sawa? Hii ndo natakiwa uchukue main point kwamba thamani ya crypto inatokana na utility. Dhahabu leo ina thamani kubwa kwa sababu ya utility yake. Silver the same, kwa sababu ya nini? Ya utility. Mafuta haya ambayo sasa hivi tunauziwa lita 4,000, wana kiburi cha kwamba hata nikiuza lita 4,000 watu watanunua. And that's the psychological part of prices, kwamba bei ya kitu maana yake ni kwamba ukiona kitu kinauzwa kwa bei fulani, maana yake wapo watu ambao wana uhitaji wa hicho kitu na wapo tayari kulipa bei hiyo, si ndivyo? Sasa in terms of crypto, tunavyozungumzia utility, tunazungumzia kwamba ile crypto baada ya kuwa programmed inatumika kufanya nini kwenye ulimwengu ambao sisi tunao, na ni kitu ambacho watu wengi sana hawakiangalii. Ndio maana watu wengi wamekuwa wakipoteza pesa zao, kwamba hawataki kufahamu utility ni nini. Yaani hii crypto nanunua inanipa nini haswa? Kama tuko pamoja mpaka hapo, kabla sasa tujaanza kuingia hapo kwenye utility vizuri, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 222. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 222 kama tuko pamoja mpaka hapo. Okay, that's good. Okay, sasa kuna kitu natamani tufahamu, sawa? Na mnapaswa kujua, hata kama ndo unaanza kuinvest kwenye crypto, hata kama umeshakuwa mbobezi
siku zote kwenye crypto kuna aina kama sio mbili, kuna aina tatu za watu wanaonunua crypto. Sawa, aina za wanunuaji wa crypto. Sawa, aina ya kwanza kuna watu wanaoitwaga speculators, ambao wao wanakimbiza bei, yaani wao wanasubiria ishuke wanunue, ipande wauze, ishuke wanunue, ipande wauze. Sawa, wao wana speculate tu, yaani wao ni kama traders, sijui tuwaite, inakuwa ni lugha nzuri zaidi. Aina ya pili ya wanunuaji wa crypto kuna tuseme believers au tuwaite investors, maana kwenye uwekezaji hamna imani. Investors hawa ni watu ambao wamefanya uchunguzi wao, wameona project ni nzuri na wanaamini kwa kuwa project ni nzuri, basi with time watu wataona sawa kwamba hii project kweli ni nzuri, let's get engaged into it, na wao watatengeneza pesa in that sense. Kwa hiyo hawa watu wanafanyaga reasoning, wanajua ile crypto imetengenezwa kwa sababu gani, na wanaweka pesa zao. Na kundi la tatu la wanunuaji wa crypto ni watu ambao tunaita users. Sawa, kwamba ecosystem fulani imetengenezwa, kuna crypto, si ndivyo, ambayo inatumika sasa ku access service. Kwa hiyo yule mtu haji kufikiria kwamba hii coin itapanda kesho, yeye anakuja ku access ile service ambayo ipo. Sawa, nitawapa mifano miwili. Tuzungumzie hii Bitcoin ambayo tumeizoea, hata tusiende kwenye coins nyingine. Kuna watu ambao wananunua Bitcoin ikiwa bei ya chini, wanasubiria ipande wauze. Hao ni speculators. Kwa hiyo watakaa pale wasema, Bitcoin ni shilingi ngapi? Bitcoin ndio 3,000. Ngoja ninunue. Anasubiria ikifika 3,500 anauza, anapata the difference, ile ndio faida yake. Kundi la pili la watu hawa wa Bitcoin, kuna investors, kwamba naangalia ile Bitcoin anasema hii project mbona ni nzuri, ina huduma 1 2 3, watu wanaitumia kwenye 1 2 3, institutions zina adopt, kwa ngoja mimi ninunue Bitcoin ili labda nijihedge against inflation au niitumie kwenye service nyingine. Hao ni wawekezaji, investors. Kundi la tatu la watu ambao watakuja kununua Bitcoin ni watumiaji, kwamba mimi nataka kutuma pesa zangu labda nchi nyingine, sivyo? Mtu ameniambia bwana, nilipe kwa Bitcoin. Kwa hiyo nitaingia sokoni, nitanunua Bitcoin, nitatuma, nitakuwa nimemaliza shida zangu. Hao ndo watu watatu ambao wanakuwa wanunuaji wa crypto. Sawa. Kwa hiyo sasa, lengo lako kubwa unapofanya analysis, hakikisha coin ina offer hizi na nili mbili, kwamba asilimia kubwa ya watu ambao watakuja kuangalia ile coin watakuwa ni wawekezaji na pia itakuwa na watumiaji. Haya makundi mawili ndio ambao unatakiwa uwe interested naye, kwamba sana sana coin iwe na watumiaji nje ya watu ambao wanaangalia ipande bei. Yaani mtu anakuja ananunua coin ili apate huduma fulani, yaani yeye hajali bei, yaani yeye anataka apate huduma fulani. Ndio kama kesi ya mafuta. Mafuta leo yamefika 4,000 kwa sababu watu wanayahitaji. Kama mnakumbuka vizuri, kipindi cha COVID mafuta yalifika mpaka 1,500 lita. Kwa sababu gani? Kwa sababu uhitaji ulikuwa ni nini? Ni mdogo. Kwa hiyo what you want to see unavyokuwa unafanya analysis ya kununua crypto, lazima uangalie ile crypto, je, ina project nyuma yake? Kwa sababu kama project ipo nyuma yake na it's a very solid project, maana yake itatrigger kuwe na watumiaji tu. Sawa, mtu ambaye ananunua crypto kupata huduma fulani tu, yaani yeye hataki kujua kwamba itapanda itashuka. Yeye akute Bitcoin ni 60,000 atanunua, akikuta Bitcoin ni 30,000 atanunua, akikuta ni 120,000 atanunua. Kwa ukikuta crypto ambayo unataka kuinunua ina hizo aspects, wewe sasa kama mwekezaji unakuwa kwenye position nzuri.
Sasa changamoto na watu wengi wanapokuja kupoteza pesa ni kwamba either one of two things. Ngoja niandike ili mpate kumbukumbu nzuri. Kwenye swala la kupoteza pesa, asilimia kubwa, sawa, asilimia kubwa wanakuwa speculators, sawa, speculators, kwamba anaingia, ngoja ninunue coin fulani, baada ya miezi kadhaa niuze, au ukishafika bei fulani niuze. Nilishawahi kutoaga story. Nilikuwa na mdogo wangu, rafiki yangu, ambayo tunapenda sana kudiscuss masuala ya crypto. Yaani tukianza kuongelea crypto kwenye simu, ni conversation ya masaa mawili. Na kuna kipindi I was very interested, unajua, kujaribu kuexplore other alternatives, kwa sababu mimi personality yangu nanuaga crypto na kaa nazo muda mrefu sana. Yaani mimi nina crypto ambazo nimezinunua since 2020. Kwa hiyo mimi nakaga na yaani nikifanya analysis ya project nzuri nanunua tu na kaa nazo, alafu pia ikishuka mimi kwangu inakuwa ni added advantage kwa sababu nafanya DCA and all that, but that's a topic for another day. Kwa tulivyokuwa tunazungumza, akawa ananipa coins za kununua, mimi nanunua, yeye anakaa anaziuza baada ya wiki mbili, mimi nakaa nazo miezi miwili, yani unajua coin unanunua inapanda, unasema mbona sasa itanitengenezea pesa. Unanunua coin let's say $100, zinaenda mpaka $200, unasema hii ngoja niache, hii itafika $1000. Baada ya mwezi zimeshuka zero. Kwa sababu gani? Zile zilikuwa ni coins ambazo hazina projects nyuma yake, they were just speculative coins. Sasa the point I wanted to make ni kwamba watu wengi wanakuwa speculators, kwamba ngoja ninunue coin ipande niuze nipate faida. Na kwa ukishakuwa speculator kwamba you are expecting prices to go high to make a profit, hii short term profit, tayari unakuwa statistically disadvantage, kwa sababu ukitumia strategy hiyo, zaidi ya 90% ya watu wanaofanya hicho kitu wanapoteza pesa zao in the long run. Kwa unakuta watu wengi wanaofanya speculation kwamba ninunue coin hapa niuze hapa, wengi wanapoteza pesa. That's the reality of it. Kwa unakuta watu wanapoteza pesa kwa sababu wameingia kwenye soko na wamekuwa speculators. Kitu kingine ni kwamba watu wengi wananunua coin ambazo nyuma yake hazina project. So the only thing ambayo inafanya ile project iende inakuwa ni miemko ya watu, kwamba ile coin ili kupanda lazima mtu awashwe aje anunue. Nje ya hapo hakuna manunuzi yoyote, kwamba unawashwa unakuja kununua. Hapo ndo coin inafanyeje? Watu inapata manunuzi ya watu. Sasa ikishafika hiyo stage, maana yake kama watu wakiwashwa wakanunua coin ikapanda, Steve mwingine akawasha moto kwingine, watu wanatoka majeshi vup wanaenda kule, wanatoka majeshi vup wanaenda kule, na mwisho wa siku what happens ni kwamba watu wanapoteza pesa. Na mimi I'm speaking based off of experience, kwamba pesa kwenye crypto ni long term. Yani unatakiwa ufanye analysis nzuri, sawa. Uzuri tuna videos nyingi ambazo zinazungumzia jinsi gani ya kuchagua project nzuri ya crypto, zipo. Ukishafanya analysis yako nzuri, then sasa unachagua coin zako from different industries. Utachukua labda Bitcoin hapa, utachukua labda BNB, utachukua Pancake, utachukua Ink, utachukua nini, na hakikisha haujustify manunuzi yako, lakini unaelezea. Yani haujitetei kwa nini nimenunua coin fulani, lakini unaelezea kwa sababu bwana, mimi nimenunua Bitcoin kwa sababu ya 1 2 3, kwamba nataka ni sehemu ya portfolio yangu hedge against inflation. Kwa hiyo nanunua Bitcoin na tafuta coin zangu nyingine ndogo ndogo ambazo najua possibly with time zinaweza zikafanya vizuri kama project zake zitaendelea kuwa reliable. You do that, unlike ile kwamba hebu ngoja kwanza ninunue haya macoin tu. Lazima uwe na strategy, na uzuri we have so many videos ambazo zinazungumzia jinsi gani wewe kama mwekezaji unaweza ukatengeneza strategy ambayo inakufaa. Sasa kuzungumza hayo yote ni ili sawa,
tuweze kuelewa kwa nini huwa sisi tunashauri ukitaka kuanza kuwekeza, hakikisha unanunua coin ambayo nyuma yake kuna kitu, ili kwamba in the long run, sawa, in the long run utapata tu faida. Sawa, mfano wa project hizo ni project ambayo sisi we are the ambassadors, tuseme inaitwa Inkryptus. Sasa Inkryptus ni wallet kama ilivyo Binance, si ndio hivyo? Na Inkryptus ina coin yake inaitwa Inki, na hii ndio tuseme ndo backing ya ecosystem, lakini in reality Ink kama coin inakupa access. Sawa, Ink inakupa access moja ya kupata services ambazo zipo Inkryptus, na mbili, kama zile Ink ambazo wewe umeamua kuzinunua, utasema okay, nina long term perspective kwamba hizi coin nataka nizione zitafanya what in the next 10 years. Una uwezo hizo coins ukazifungia au ukazilock na ukapata access ya kupokea coins ambazo zinaingia kwenye circulations za Inkryptus. Kwa hiyo mtu akikuuliza kwa nini unanunua Ink, ni kwa sababu umeielewa project ya Inkryptus, umeona kwa hiyo the only way for me to capitalize in this project ni kununua coins za Inkryptus. Na kama utakuwa na malengo ya muda mrefu ya project husika, utakachofanya ni zile coins una uwezo wa kuziweka fixed deposit, na ikakupa an extra access ya pale ambako coins zinakuwa zinaingia kwenye mzunguko, ukawa unapata nini? Unapata sehemu ya hizo coins. Kumbuka tulivyoanza nilikwambia crypto it's a programmable unit. Sawa, crypto mbili haziwezi zikafanana depending on how they are programmed. Sawa, kwa hiyo ukiangalia Inkryptus, coin ya Ink imekuwa programmed kwanza ikupe access ya huduma za Inkryptus, halafu kama ukiamua coin zako kuzifungia inakupa an extra access ya kupata faida kupitia coins zako. Na ndio maana umekuta mtu anapouliza sana tunamwambia kwa nini unapenda kununua coin ya Ink? Naambia kwa sababu leo mimi nikinunua Ink, si ndivyo? Nikinunua Ink, sawa, alafu nikaifanyia locking, si ndio hivyo? Either ya miaka 3 au mwaka mmoja, si ndio hivyo? Nina uwezo wa kupata, sawa, profit au tuite dividend, sawa, kupata access ya new coins. Sasa swali ni kwamba kitu cha msingi ambacho mtu anatakiwa kuelewa ni kwamba hizi coin mpya sio kwamba ni coin ambazo zinatoka out of thin air. Sawa, Inkryptus ilivyotengeneza project yake walisema kwamba bwana, sisi the way we are going to program our coin ni kwamba tutakuwa na maximum supply, sawa, ya milioni 200 inki, lakini hizi inki hatuwezi tukaziingiza zote. Sawa, hatuwezi tukaziingiza zote kwenye mzunguko. Kwa hiyo walitenga milioni 10 inki kama initial mint ambayo ilienda kutumia kwa ajili ya nini? Capital expenditure. Sawa, kwa zinabaki coin left, sawa, zinabaki coin milioni 190. Hizi zinatakiwa ziende kwa public. Sasa wakasema kwa kuwa zinatakiwa ziende kwa public, then the only way ya watu kuzipata hizi coin tumezifix kwamba hizi coin 190 milioni zinaingia, ngoja kwanza nani kwa Kiswahili, zitatolewa kama faida ya staking, kwamba kwenye project yao walisema kwamba tuna coin milioni 190 za kwenda public, hatutaziingiza all at once. Tutakachofanya, tutakuwa tukitoa
coins kidogo kidogo kutoka hapa kwenye milioni 190 na kuwapa watu ambao wamefanya staking ya inki, sawa, kama faida, na wamesema kwamba wanatoa inki 10,000 kwa siku tu, inki 10,000 tu kwa siku. Kwa hiyo kama ukinunua inki zako ukizistake katika hizi inki 10,000 ambazo zinaingia kwa siku, utakuwa ukipata gawio hapo. Kwa hiyo ukinunua inki nje ya access ya huduma zilizopo Inkryptus, inki inakupa faida ya kununua inki ya kukaa nazo. Kwa hiyo maana yake, kwa mtu ambaye anataka kujenga portfolio yake, hii inamaanisha nini? Kwamba unachoweza kufanya, unaweza ukanunua inki, sawa, halafu ile faida ukanunua koini nyingine. Kwa maana yake, kama ulikuwa na lengo la kuwekeza let's say 10 million kwenye soko la crypto, unaweza ukatoa 5 million at once, halafu ile faida unayoipata ya inki ukawa unanunua coins nyingine. Baada ya miaka 2-3 ukawa umetimiza lengo lako la kununua coin za milioni 10 bila kutoa exactly milioni 10. Kwa hiyo sasa ni vitu vidogo vidogo kama hivyo ambavyo ukivielewa kwamba mwisho wa siku blockchain ni teknolojia, crypto ni programmable unit. Mimi nachotakiwa kuelewa haswa ni ile logic, sawa, kwamba navyonunua hii coin, nini ambacho inaipa thamani. Mpaka sasa tumeona thamani inatokana na utility au utumiaji wa crypto husika. Na sasa kwenye huu utumiaji wa crypto, je, asilimia kubwa ya hao wanunuaji watakuwa ni watu ambao ni speculators, watakuwa ni wawekezaji, au watakuwa ni watumiaji wa kawaida? Unajua kuna coins ambazo watu hawajui. Kuna coins ambazo asilimia kubwa ya matumizi yake ni kutokana na, yani ununuaji wake ni kutokana na users. Project kama BNB, a very big majority of the coin ni kutokana na nini? Na watumiaji. Sasa unakuja kuangalia project kama Ethereum, ni watumiaji. Of course Bitcoin ni investors sehemu kubwa sana, na sehemu kiasi ni speculators, lakini ndio hicho kwamba lazima unavyofanya uchambuzi wako, unavyotaka kuelewa project ambayo imejengwa kwenye blockchain, lazima wewe binafsi uisolate blockchain. Sio kigezo cha kuwekeza. Kuwa crypto sio kigezo, lakini ushuke to the low level ya kuelewa kama ni crypto nayo nunua mimi linipate hela, thamani itatoka wapi? Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 333. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 333. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 333. Kwa hiyo sasa mpaka hapa mpaka hapa kwa kweli tumefika mwisho. Kwa hiyo kama kutakuwa na swali, tafadhali nenda kwenye box chat na utauliza swali lako. Lakini kama mlivyoshuhudia kwamba mambo ni marahisi, mambo sio magumu kama ambavyo tumeaminishwa ndivyo, si ndivyo? Mambo ni marahisi, na usikompliketishe sana. Yaani leo tulichosema ni kwamba kwa kuwa ni ardhi, sio kwamba lazima ununue kila ardhi, na kwa kuwa ardhi eti imejengwa ardhi ipo basi wewe ndio unakimbia kununua. Mwisho wa siku utaishia kununua ardhi mabondeni, kwamba unanunua ardhi ikinyesha tu mvua unakutana na samaki. No, lazima tujue sisi kama wawekezaji kwamba there are some criteria za kuangalia, na linapokuja kwenye swala la crypto, then the most important criteria ni utility. Yaani utility kwenye crypto ndio kila kitu. Yaani usinunue crypto
kwa sababu unategemea itapanda bei. Lazima ujue nyuma yake kuna project gani na watu watakao interact na hiyo project ni watu gani na watachagizaje and all that stuff. Na uzuri kwenye swala la kuanalyze the project, tuna content nyingi sana ambazo zimezungumzia hicho kitu, jinsi ya kuanalyze project. Zipo nyingi sana ambazo ukienda kwenye YouTube channel zetu za Diena Academy utaikuta, na itakuelezea vizuri kabisa kwamba ukitaka kufanya analysis ya project za crypto unatakiwa anze kuangalia 1, 2, 3, 4, 5 mpaka unamaliza ile. Kama ulishawahi kuwekeza kwenye crypto ukapoteza, utasema kumbe mimi nilipoteza sehemu fulani.